Kwa majina yangu ninaitwa Dr. Solomon Frank Nanyaro, ni daktari bingwa mwandamizi kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili campus ya Mloganzila, na nimebobea katika idara ya magonjwa ya uzazi na kizazi. Na leo hii tutazungumzia mada fupi ambayo tutaenda kuona kuvunjika kwa chupa ama mfuko wa maji yaliyombeba mtoto wakati wa ujauzito. Kwa hiyo tunapozungumzia kuvunjika kwa chupa ama mfuko wa maji yaliyombeba mtoto tuna maana gani? Hii inatokea kwa mama mjamzito yeyote ambaye tayari ni mjamzito na ujauzito umetunga katika mji wa uzazi na sio nje ya mji wa uzazi. Kwa hiyo ni lazima ujauzito uwe umetunga ndani ya mji wa uzazi, na ujauzito huu unakuwa ni ujauzito sahihi. Maana yake ni kwamba kile kiumbe kilichoumbika kinakuwa ni kiumbe ambacho kina viungo vyote vimekamilika, na hapa ndipo ambapo mama anapoona maji yoyote anasema kwamba nimeona maji yanatoka, na hapa ndipo tunapozungumzia kwamba chupa ilivunjika ambayo imembeba mtoto na yale maji ambayo mtoto huwa ndipo anapoogelea. Kwa hiyo hii ndio tunayoita kuvunjika kwa chupa ama mfuko wa maji uliombeba mtoto. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikapelekea kuvunjika kwa chupa, na kimsingi matibabu tutavyokwenda kuangalia matibabu yake, maana yake ni kwamba yanaendana na umri wa mimba. Kwa mfano, kama chupa imevunjika kwa Tanzania, kama chupa imevunjika chini ya wiki 28, uwezekano wa huyu mtoto kuishi ni mdogo, kwa sababu kwetu sisi tunasema mtoto anaishi baada ya wiki 28. Lakini kama chupa ikivunjika baada ya wiki 28, maana yake uwezekano wa mtoto huyu kuishi ni mkubwa, na hasa kwa hospitali ya taifa Muhimbili, Upanga pamoja na Mloganzila tuna vifaa maalum ambavyo vinaweza vikatusaidia kukea ama kuendelea kuwatunza watoto hawa ambao ni njiti, ambao wanatoka baada ya wiki 28 lakini kabla ya wiki 37. Sababu kuu zinazoweza kusababisha chupa kuvunjika, hasa kuna vile vitu ambavyo tunasema wamama ambao tayari walikuwa wana riski wakati wanabeba ujauzito. Kwa mfano, mama ambaye katika ukoo wake ama katika familia yake wana hilo tatizo la chupa kuvunjika, mama huyu tayari ana riski. Lakini sababu ya pili ni mama ambaye ana mapacha, mama ambaye amebeba watoto watatu na kuendelea. Mfuko ule unakuwa unatanuka, na ile pressure inasababisha mfuko ule uweze kushindwa kuhimili. Kwa hiyo uwezekano wa kuvunjika ama kupasuka unakuwa ni mkubwa. Lakini sababu ya tatu ni maambukizi yoyote kutoka ukeni kupanda juu kwenye kizazi. Na mara nyingi hapa tunasema ni wale wadudu ambao walikuwa wanamkinga mama katika uke wake, hawa wanaweza wakawa sio wadudu sahihi sana wanapopanda juu na kukutana na chupa. Kwa hiyo wanaweza wakasababisha kitu tunachoita inflammation na wakasababisha chupa kuvunjika. Na sababu nyingine ambayo pia inadhaniwa, kimsingi ni nadharia, hatuna sana scientific evidence, lakini pia ile social aspect, maisha ya mtu anayoishi, na hapa ninazungumzia maana yake wale ambao maisha yao ni ya chini, mara nyingi sana ndio wanapata tatizo hili. Kwa kimsingi kuna sababu nyingi, lakini kwa sababu ya kuisaidia jamii ielewe, maana yake nizungumzie sababu hizi chache ambazo hizi zinawahusu watu wote. Na hapa maana yake ni kwamba ninapozungumzia kama kulikuwa kuna tatizo hilo kwenye familia, dada, mama alipata tatizo, basi na huyu wa sasa, mteja wetu wa sasa, anaweza akapata tatizo kama hili. Na matibabu yake yakoje? Kama nilivyosema mwanzo kwenye utangulizi, nilisema kwamba kuvunjika kwa chupa kunaendana na umri wa mimba. Kwa hiyo chini ya wiki 28, maana yake ni kwamba kulingana na taratibu pamoja na ushauri wa Shirika la Afya Duniani, unasema mama yeyote akivunja chupa na akawa hajafika kipindi ambacho ni kipindi cha kujifungua, maana yake ni kwamba akishavuka masaa 18 anatakiwa aanzishiwe dawa za mishipa, na hizi dawa zitakwenda kwa siku 5 mpaka 7, na huyu mama itabidi sasa, kama chupa inaendelea, maji yale yanaendelea kutoka, azalishwe. Lakini kama ni chini ya wiki 28, maana yake huyu mama atawekwa kwenye dawa za mishipa pia, na tutamweka kitandani hapa hospitali, tutamlaza. Lakini kuna wakati ambapo kama ni wiki 28, maana yake tunalazimika
mimba itoke, kwa sababu hata ukisema umuache, maana yake ni kwamba hatutaweza kusaidia chochote ili mimba hii iweze kuendelea. Kwa hiyo kimsingi matibabu ya kuvunjika kwa chupa ama mfuko wa maji uliombeba mtoto unaendana na umri wa mimba, na matibabu yake kwa upande wa Hospitali ya Taifa Muhimbili, Upanga pamoja na Mloganzila, kimsingi tuna kila kitu ambacho kingepaswa kumhudumia mama na mtoto. Na mwisho kabisa nimalizie kwa kusema kwamba mama yeyote aliyoko Dar es Salaam na viunga vyake, anapoona kwamba ni mjamzito na akaona maji yanatoka na si mkojo, maji yanatoka na yanatoka ukeni na haelewi chochote, ninaomba mara moja ufike hospitali, kwa sababu ni kitu ambacho kinaweza kupelekea madhara makubwa kwa mtoto na mama. Kliniki za kwetu Muhimbili, Upanga na Mloganzila zinafanyika kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Binafsi mimi ninafanya kliniki siku ya Jumatatu kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni, na pia ninafanya kliniki siku ya Alhamisi kuanzia saa 2 mpaka saa 11 jioni.